ya kushawishi akili za watu. Anakuambia panda mbegu kubwa ili uweze kuvuna. Jinsi unavyopanda mbegu kubwa ndio unavyovuna. Maana yake huo sio utoaji wa upendo. Yaani mtu anatoa sadaka kubwa ili aweze kupokea kitu kikubwa. Kwa hiyo Mungu anaangalia kiasi ulichotoa. Huyu ametoa sana. Ametoa ngapi hapo? Ametoa sana, basi na mimi nitampa sana. No. Kama unatoa, toa kwa upendo. Tena toa sana, lakini toa kwa upendo, si kwa sababu unataka kitu kutoka kwa Mungu. Kwa sababu Mungu anayokupa wewe ni makubwa kuliko hata hicho unachokihitaji. Tumetoa mfano wa pumzi hapa. Pumzi hujaiona kwamba ni kitu cha msingi. Ikatishwe dakika 5 tu. Uone kama ndugu zako wote hawajaitwa. Lakini umechukulia kawaida. Ila kuna kitu tu kadogo ndiko kanako kuhangaisha, ambako wako nakatolea sadaka. Mara ngapi ushawahi kutoa sadaka ili upate pumzi ya kuishi? Yaani mara ngapi umeitolea sadaka hapo ukaja ukamkumbusha Mungu? Mungu angalia na kukumbusha, nimetoa sadaka kwa ajili ya ile pumzi. Tuache kutoa sadaka kwa sababu ya mihemko ya vitu. Tumekuwa tukiwa watumwa wa vitu kwa muda mrefu sana. Sasa hivi tusio watumwa wa vitu, tu watumishi wa nani? Watumishi wa Mungu. Tumtumikie Mungu. Na unapomtumikia Mungu, hautoi sadaka kwa sababu una shida. Unataka ujibiwe maombi. Huu ni utoaji ule kabla hekalu halijawa sisi miili yetu. Leo hii Mungu anakaa ndani yetu. Tunao utoaji. Mungu anampenda mtu gani? Biblia inasema katika agano jipya anasemaje? Akasema hivi, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoe kwa nini? Kwa moyo wa ukunjufu. Mungu anataka mtu aliyefunguka kwa moyo wa upendo. Akasema mimi si kwa sababu nina shida, ila natoa kwa sababu ninajua kwanza ni wajibu wangu kutoa kama mtu kama wakili wa Mungu aliye hai. Ni wajibu wangu kutoa kwa sababu mimi ninapaswa nihakikisha kwamba na ujengo ufalme wa Mungu. Mimi ni balozi wa ufalme wa Mungu. Niko hapa duniani sio kwetu. Kwa hiyo nitaifanya kazi ya Mungu, nitamtumikia Mungu kwa upendo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimekuja kumwakilisha Mungu duniani. Kwa hiyo nitamtumikia na mali zangu, nitamtumikia na nguvu zangu, nitamtumikia na akili yangu, nitamtumikia kwa moyo wangu wote. Sinaeleweka vizuri? Kwa hiyo nitamtumikia Mungu kwa kila namna, lakini sitoi sadaka za kumshawishi Mungu ili anijibu maombi. Alionifanyia ni makubwa kuliko hata hicho ambacho ninakitolea sadaka ili anipe. Alisema baba yenu wa mbinguni anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjafanya hamjamuomba. Katika Mathayo 6 mstari wa ngapi? Wa 8 pale. Kabla ninyi hamjamuomba. Kwa hiyo yeye ni baba. Hasubiri, baba anayewajibika. Hasubiri mimi mpaka nimpe kitu ili aweze kunijibu maombi yangu. Yaani mpaka ni mhonge, mpaka nimshawishi. Kwa hiyo utoaji umefundishwa vibaya. Watu wengi wamekuwa wakitoa sadaka huku wakiwa wanaangalia ninatoa sadaka ili nifanyiwe nini. Na watumishi nao wameingia kwenye mtego wa shetani. Anaenda anaweka somo la kuwashawishi watu, kushawishi akili za watu. Anaanza kutaja shida za watu, mahitaji ya watu, anasema okay, sasa ili Mungu atende, inabidi utoe hiki, inabidi utoe hiki, inabidi utoe hiki, inabidi utoe hiki. Sio utoaji Yesu aliofundisha. Sio utoaji hata wanafunzi wa Yesu, mitume waliofundisha. Sio utoaji katika agano jipya. Huu ni utoaji ambao Mungu hakuupenda wala hakuutaka. Hata ulipokuwa unaendelea wakati huo wa agano la kale. Biblia inasema Mungu hakuufurahia. Katika Ibrania sura ya 10 ukisoma mstari ule wa 8, unaweza ukaanzia 4 mpaka mstari wa 10. Unaonyesha vizuri Mungu hakuupenda, Mungu hakuutaka. Lakini watu wameendekeza utoaji wa namna hiyo. Lazima tutoe sadaka kwa upendo, lazima tumtumikie Mungu kwa upendo, tusio watumwa wa vitu. Hivyo vitu vyote vimewekwa chini yetu. Tumwabudu Mungu. Tukimwabudu Mungu, vitu vitaanza kututii sisi. Magonjwa yataanza kutosha. Yenyewe yanaondoka. Yaani yanaondoka yenyewe hata kabla sisi hatujakaa chini na kuanza kusugua vichwa. Yanaanza kwa nini? Kwa sababu sisi tumeenda kwenye utukufu wa Mungu. Yaani sisi hatujaenda kwa Mungu kwa sababu kuna kitu tunakitaka. Sisi Mungu tumekuja kuabudu.
Sisi tunakuabudu tu. Tunakuabudu kwa sababu ya upendo kutoka ndani. Mioyo yetu imefunguka kwa ajili ya kukuabudu wewe. Tunakuabudu si kwa